Bwana Yesu wasifiwe, wapendwa wasikilizaji na watazamaji. Sifa kwake Mungu ambaye amekulinda na amenilinda na ameruhusu tena kwamba leo tuwe pamoja katika kuendelesha somo letu. Sifa kwake Bwana. Somo letu kubwa ni madhara ya uzinzi na uasherati. Leo tunaenda kwa sehemu ya 7. Tunaenda kwa pindi la 7. Somo kubwa, madhara ya uzinzi na uasherati. Somo ndogo ambalo tunataka kulisoma leo pamoja, tunataka kujifunza pamoja, ni laana mbalimbali zinazotokana na uzinzi na uasherati. Laana mbalimbali zinazotokana na uzinzi na uasherati. Laana mbalimbali zinazotokana na uzinzi na uasherati. Hili ndio somo ndogo ambalo tunataka kulijifunza leo, na tuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, sifa kwako Mungu unayetulinda, sifa kwako Mungu unayetupatia uzima. Kama leo tena tumeonana, tumko pamoja kwa ajili ya neno lako, tunasema utukuzwe. Roho Mtakatifu tunamwalika atende kazi pamoja nasi katika huduma hii. Roho Mtakatifu atende kazi na msikilizaji. Roho Mtakatifu atende kazi na mtazamaji, hata sote tusikie kuna lile umelizungumza katika maisha yetu tena leo, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Wapendwa wasikilizaji, tunaenda mara moja kwa usomi. Tunakwenda kwa usomi katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura 27, tunasoma mstari wa 12. Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari wa 12. Biblia inasema hivi: alaniwe anayelala na mke wa baba yake, maana amefunua mavazi ya baba yake, na watu wote waseme amen. Hili ndilo andiko la Kumbukumbu la Torati 27:12. Na tunapoanza na laana mbalimbali, kama vile tumesema, nukta ndogo ambayo tunaigusia leo ni laana mbalimbali zinazotokana na uzinzi na uasherati. Hakuna baraka zinazotokana na uzinzi na uasherati. Soma Biblia, tembea ndani ya Biblia mwanzo mpaka mwisho. Hakuna baraka inayotokana na uzinzi na uasherati, lakini ni vinyume tu, ni laana mbalimbali. Na leo nataka kukusomea laana mbalimbali. Ukijikuta ya kwamba uko miongoni mwa laana moja miongoni mwa hizi, Mungu akusaidie uende utengeneze maisha yako, uweze kuombewa na watumishi wa Mungu, na uweze tena kumrudilia Mungu. Mahali ambapo tumesoma Biblia inasema, na laaniwe anayelala na mke wa baba yake, sababu amefunua utupu wa baba yake, na watu wote waseme amina. Zile andiko zote ambazo tuko tunazisoma, tunapomaliza kuzisoma na watu wote wanashangilia, wanasema amen. Amena maana yake na iwe hivyo. Amena maana yake tumetia muhuri, tumekubaliana kwamba na itendeke hivyo. Sasa laana ya kwanza inawahusu wale wote ambao wanalala au wanazini na wake wa baba zao. Kumbuka tulipofundisha juu ya habari ya mapigo iliyompata Daudi. Ungali nakumbuka lile somo? Kama ulikumbuke, rudia nyuma kwa somo ambao tumekwisha kuzisoma awali, utakuta yale mapigo ambayo mtumishi Daudi aliyoyapata. Mnakumbuka kijana yake Absaloma. Huyu kijana alipozini na wake wa baba zake, wanawake 10 ambao baba zake aliacha, alafu Ahithofeli akashauri ya kwamba alale na wale wanawake, akafanya ile jambo, lakini kwa kutenda ile maovu alikuwa ameingia ndani ya laana. Ndiyo maana walipoendelea ndani ya vita, na yeye akakufa mara moja, sababu alikuwa amevaa laana, alikuwa ameshota laana. Mungu wetu atusaidie. Mpendwa msikilizaji, mtazamaji, ikiwa wewe umetumbukia ndani ya dhambi hii, kuzini na mke wa baba yako, elewa ya kwamba uko chini ya laana kwenda kutengeneza maisha yako. Mungu wetu atusaidie sana. Ikiwa unamjua mtu ambaye alizini na mke wa baba yake, elewa ya kwamba yule mtu anaishi chini ya laana. Yawezekana umshawishi aende atengeneze. Kama huwezi kumshawishi, basi mpelekee video hii mwenyewe aweze kujisikilia, ili aweze kutengeneza maisha yake na kugeuka. Mungu wetu asifiwe sana. Kama mtu mmoja atatengeneza maisha yake na kurudi kutoka katika njia ya giza na kurudilia Mungu, maandiko yanasema ya kwamba mbinguni ni vigelegele na shangwe. Sifa kwa Mungu. Laana ya pili, alaaniwe mtu yeyote anayelala na nyama yeyote.
mtu yeyote anayelala na nyama yeyote, sijui umbwa, sijui puspusi, sijui ng'ombe, sijui mbuzi, sijui. Maandiko yanasema mtu yeyote anayelala na mnyama yeyote yule, huyu mtu amevaa laana. Kumbukumbu la Torati 27:21, lakini pia Walawi 22:16. Ukisoma hata kwa habari za Walawi, mambo ya Walawi sura 12 mstari wa 12, utakuta zile habari ya kwamba yeyote anayelala na mnyama yeyote alaaniwe. Lakini kabla ya kuleta mafasirio makubwa hapa kwa ile verse ambayo tulianza nayo ya kulaaniwa mtu anayelala na mke wa baba yake, hata kwa Walawi 22:12 pia utakuta ile jambo, si kwa Kumbukumbu la Torati tu 27:12, lakini Walawi pia 22:12 utakuta ya kwamba alaaniwe mtu anayelala na mke wa baba yake. Sasa laana ya pili ni kwa wale wote wanaolala na wanyama. Tumeona watu wanajivuna wakati wamefanya ndoa na pusi, wamefanya ndoa na umbwa, wanazini na umbwa, wanazini na wanyama kaza wa kaza, na wanaona ni sifa nzuri, wanaona ni jambo kabisa, tuko huru, hakuna mtu anayeweza kuzuru uhuru wetu. Nikitaka kuolewa na mnyama au kumwoa mnyama, niko huru. Ndio, uko huru, lakini chini ya laana. Sababu maandiko yanatuambia yeyote anayelala na mnyama amekwisha kufanya nini? Amekwisha kulaaniwa, na watu wote waseme amina. Kwa namba ya tatu au laana ya tatu, maandiko yanasema analaaniwa mtu yeyote anayelala na dada yake. Kila mtu ambaye analala na dada yake naye amekwisha kulaaniwa. Kumbukumbu la Torati 27:22 ndio inatuambia kila mtu ambaye analala na dada yake naye ameingia katika laana. Hapa nataka kuambia wazazi, mnahitaji kukesha juu ya watoto manyumbani. Mnahitaji kutia mipaka, hata mivalio manyumbani tuendelee kuiangalia. Hawa watoto ambao kwa sasa wameharibika, wanafata mafilamu mbaya mbaya, na alafu wanawakiana matamaa hata nyumbani wakiwa wadada na wakaka, wamezaliwa jamaa moja, lakini kwa ajili ya mivalio mibaya au kwa ajili ya kutokukesha pia ya wazazi na kutokuamakia, uovu unaweza kuingia ndani ya nyumba. Sasa maandiko yanasema alaaniwe anayelala na dada yake. Mpendwa msikilizaji, unayenisikia, unayenitazama, kama unajua umekwisha kuanguka ndani ya kosa hili la kulala na dada yako, uko chini ya laana. Lakini asifiwe Mungu, sababu alikuja kututoa ndani ya laana. Unapotengeneza maisha yako, unapokiri na kugeuka, Mungu atakusamehe na atakuondoa ndani ya zile laana. Mungu wetu atusaidie sana. Mahali pote ambao tuko tunazungumza, ukitaka mashairi mengine unaweza kutuita inbox, unaweza kutuandikia hata kwenye comment, na tutakupatia mashairi mengine ili uweze kuamini ya kwamba ni kweli na amina. Neno la Mungu linakataa ule ubaya ambao tuko tunaukataza hapa kupitia neno la Mungu, ambao neno la Mungu liko linaukemea na kukaripa juu yake. Uzinifu na uasherati ni dhambi mbaya, inaleta laana mbalimbali. Imekufikia siku moja kuweza kuzini na mnyama? Imekufikia katika maisha yako kuweza kuzini na mnyama? Toka ndani ya ile laana, tengeneza maisha yako na uweze kumrudilia Mungu. Kwa namba ya 4, alaaniwe mtu yeyote anayelala na mama mkwe wake. Biblia inasema, Kumbukumbu la Torati 27:23, alaaniwe mtu yeyote anayelala na mama mkwe wake. Wapendwa wasikilizaji, tuwe na adabu. Maandiko yanatuambia kwa Wakorintho wa kwanza 13 juu ya upendo, na katika upendo wanasema mtu akiwa na upendo hakosi kuwa na adabu. Inawezekanaje? Mama amekuzalia mke na sasa yeye ni mama mkwe, alafu wewe unakuwa na binti wake kama vile mke wako. Tena inakufikiaje ukamata tena mama mkwe? Uko chini ya laana. Tengeneza maisha yako, maana maandiko yanasema amelaaniwa mtu yeyote ambaye anazini na mama mkwe wake. Mungu wetu atusaidie sana. Kwa namba ya 5, maandiko yanasema mwanaume yeyote akilala na mke wa mwana wake, wote wawili wanapaswa kuuawa. Walawi 12:12. Ukisoma mambo ya Walawi sura 12 mstari wa 12, mtu yeyote ambaye analala na mke wa mwana wake, huyu anastahili kupigwa mawe, na yule mke naye wote wapigwe mawe, ule uchafu utoke ndani ya taifa la Mungu. Mungu wetu atusaidie sana, na Mungu wetu aendelee kututia nguvu, tuendelee kuwa washindaji.
Kwa namba ya 6, mwanaume akilala na mwanaume mwenzake sawa vile ni mwanamke, basi wote wawili wanapashwa kuuawa. Walawi 2:13. Mungu wetu atusaidie sana. Wewe mwanaume unakamata mume mwenzako ndio anakuwa mke wako, na wewe mke unakamata mke mwenzako munalala naye. Maandiko nasema muko chini ya laana. Hebu zile makampuni zote ambao zinafanya mafinansema kwa ajili ya kuendelea kushawishi waume kwa waume kuoana, wake kwa wake kuoana, ni laana. Bwana wetu atusaidie sana. Unakuta kwamba uzinzi hakuna mahali ambapo inapoleta baraka. Kila sehemu ni laana na laana, laana na laana, laana na laana. Mungu wetu atutie nguvu tuweze kushinda. Sijui imekufikia siku moja kulala na mwenzako mwanaume, wewe uko chini ya laana. Sijui imekufikia siku moja kulala na mwenzako mwanamke, uko chini ya laana. Tengeneza, tubu, geuka. Mungu atakusamehe na atakurudi. Mungu wetu atusaidie sana. Laana ya 7, kama mwanaume akioa mke na vile vile kumwoa mama yake, huo ni uovu. Utasema ya kwamba pesa zangu, nina pesa, nilioa binti na mama yake naye nimempenda naye ninamwoa. Maandiko yanasema huo ni uovu. Huo ni uovu, tena ni uovu. Bwana wetu atusaidie sana. Kama jambo lile limekufikia katika maisha yako, tengeneza maisha yako. Na kama unamjua mtu ambaye ameingia katika kosa hili, hebu umupelekee ujumbe huu ya kwamba iko chini ya laana. Kama huwezi kumwambia, umupelekee video hii ili mwenyewe aweze kutusikiliza na aweze kujua ya kwamba iko chini ya laana. Inambidi kutengeneza maisha yake, kukiri, kutubu, kugeuka na kuacha. Kwa namba ya 8, Biblia inasema kwa Walawi 2:19 yake, usilale na dada ya mama yako wala na shangazi yako, maana hao ni jamaa yako ya karibu. Bwana wetu atusaidie sana. Hapana kulala na dada ya mama yako. Ukilala na dada ya mama yako, ule si mama yako mdogo, ule si mama yako mkubwa. Unalala na shangazi yako kwa nini? Mbona wanawake wengi wako duniani, dunia inajaa. Wewe huwezi kumtafuta mke ambaye anakutia katika mapenzi ya Mungu, ukatengeneze njia zako na maisha yako isingie katika laana? Sijui imekufikia siku moja kulala na dada ya mama yako, yaani mama yako mkubwa au mdogo, au kulala na shangazi yako, uko chini ya laana. Kwenda kutengeneza haraka maisha yako ili utoke chini ya vifungo vya laana ambazo zilikuvamia tangu ile siku ulipofanya ule uovu wa kulala na dada ya mama yako au na shangazi yako. Uko chini ya laana, ni neno la Mungu. Bwana wetu atusaidie sana. Kwa namba ya 9, kama mume akimwoa mke wa ndugu yake, anampatisha ndugu yake haya, na huo ni uchafu. Unajua ya kwamba mke ni wa ndugu yako. Kwa nini sasa inakufikiaje umurukie pia ule mwanamke? Hii ndio imeleta matatizo kwa Yohana Mbatizaji mpaka kichwa kinakatwa. Anaambia yule kiongozi ya kwamba hupashwi kumtoa huyu mke. Huyu ni mke wa ndugu yako Filipo. Inawezekanaje huyu Herode na wewe kumtoa huyu mwanamke? Wakati mtumishi wa Mungu aliamakia hiyo uovu, ile ndio ilituma wanakata kichwa chake. Mwanamke alipoona ya kwamba huyu mtumishi wa Mungu anataka kunisonga ndani ya maisha ya hii ndoa yangu, hata kama iko ndoa chafu. Sasa hivi wamekulomba wewe, mtoto wangu, binti yangu, kitu ambacho unakitaka, omba kichwa cha Yohana. Bwana atusaidie na atuhurumie sana. Tutaambia watu kweli, hata kama kuna madhara na mazito, tutaambia watu kweli. Maisha yote ya uzinifu ni machafuko. Umeoa mke wa ndugu yako, si watu walilalamika, si watu walinungunika. Huo ni uovu, ni uchafu. Mungu akusaidie sana. Bwana wetu atusaidie sana. Ungali nakumbuka kitabu cha Mwanzo sura 9:22 mpaka 27. Hamu baba wa Kanaani aliona uchi wa baba yake, Mungu akalaani. Mungu alilaani ukoo wake. Ameona utupu wa baba yake. Baba yake alikuwa mlevi, akakwenda kuutangaza nje. Baba yake alipogundua jambo lile, alipotoka ndani ya ulevi, akalaani ukoo wake, na ile laana iliwapata. Mungu wetu atusaidie sana. Sasa nyinyi vijana wa leo ambao munaangalia mafilamu mbaya, picha mbaya, munaangalia watu wakiwa watupu ambao wanakuwa na umri za wababa zenu, za wamama zenu, na munatazama hizo mavideo, muko munajikokotea laana.
macho yako ikiwa safi. Unakumbuka lile somo kwa pati ya 6, kwa sehemu ya 6 tulisema macho yako ikiwa safi, mwili wako utakuwa safi, na macho yako yakichafuka, mwili wako utaingia katika giza. Ndiyo maana kwa lile somo, kama utarudia nyuma kwenda kulifuata tena, tulisema ya kwamba Ayubu 31 mstari wa kwanza ni kila mmoja kufanya mapatano na macho yake asitazame dhambi. Sasa wewe huko unatazama filamu mbaya kila siku, unaishi chini ya laana. Ambia Mungu akufungue na akutoe chini ya ile laana. Mungu wetu atusaidie sana. Nakumbuka pia wale mabinti kwa Mwanzo 19:36 mpaka 38, wabinti walinyweshwa baba yao mvinyo. Binti mkubwa akalala na baba yake, akaambia mdogo yake, na wewe umunyweshe tena mvinyo na wewe utalala naye. Na kila mmoja alipolala na baba yake akachukua mimba. Yule binti mkubwa akazaa Moabu, ndiye baba wa Moabu, na yule mwingine binti mdogo akazaa mtoto Benan, baba ya Waamoni. Hawa watoto wanazini na baba yao kwa kumlewesha kinywaji. Zile jamaa walizozizaa ni vizazi vilivyolaaniwa. Vizazi vilivyofanya nini? Vilivyolaaniwa. Wewe ambaye umezini na baba yako uko chini ya laana. Yule mtoto utupashe kwanza, atakuita namna gani? Baba yako aliyekuzaa alafu unazini naye, unazaa mtoto. Huyu mtoto atakuita we dada yake, atakuita we mama yake, sababu wewe ulizaliwa na ule baba. Ule baba naye tena nazala na wewe. Alafu mtoto atakayezaliwa atakuita mama, atakuita dada. Na huyu mtoto ataita baba aliyemzaa namna gani? Yule baba aliyemzaa ndio baba yako, atamuita ni babu au atamuita baba? Ndio maana uchafu wa namna huu Mungu anaukataa ndani ya jamaa zetu, unaleta laana. Bwana wetu atusaidie sana, na Mungu wetu atuvike nguvu. Kwa mwisho, Isaya 5:12 inasema, ole kwao wanaosema kwamba kitu kitamu ni kichungu, na kitu kichungu ndio wanakiita kitamu. Maandiko yanasema ole kwa wale watu. Kuna watu leo ambao wanatangaza kwamba uzinifu sio dhambi. Wanatangaza uchafu kwamba ni vitu vilivyo safi, na vilivyo safi wanavita kwamba vimechafuka. Maandiko yanasema ole kwa yeyote anayesema kitamu ni kichungu na kichungu ni kitamu. Mungu akusaidie jua kuamakia uchafu wa dhambi. Mara kwa mara ninazungumza na wasimamizi wa makanisa, tujue kuamakia dhambi, hasa uzinifu. Tunahitaji kuua dhambi ya uzinifu kwa neno la Mungu, kwa kuamakia na kukemea kama vile neno la Mungu linavyotuagiza. Tusije tukakokote laana ndani ya kanisa, tusije tukakokote laana ndani ya baraza za kanisa, tusije tukakokote laana ndani ya makwaya, tusije tukakokote laana ndani ya jamaa zetu. Tumezungumzia laana nyingi, na si kwamba tukuogopeshi, lakini tunakuzungumzia ili uelewe kwamba maandiko yanalaani yeyote anayeingia katika hali hizi mbalimbali za uzinifu. Tunakutakia uende ukatengeneze maisha yako, geuka, tubu, na ile jambo isikupate tena. Tuombe Mungu. Mungu akusaidie na akuwezeshe kuwa mwepesi kwenda kukiri na kugeuka. Baba, katika jina la Yesu Kristo namwombea huyu mtazamaji na huyu msikilizaji. Roho Mtakatifu aliye mwalimu wa kweli akutane na yeye daima, amupe ujasiri wa kwenda kutengeneza maisha, kugeuka, asirudi tena katika dhambi ile, asirudi tena katika uchafu ule, asirudi tena katika laana ile. Nashukuru maana damu ya Yesu Kristo inatuondolea laana. Damu ya Yesu Kristo inatuosha na uchafu wa kila aina. Takasa huyu msikilizaji ambaye anajuta ndani ya roho yake, umondolee laana na umurudishe kwa msingi wa usawa. Naomba nikiamini ya kwamba Roho wako atatenda kazi kwa jina la Yesu Kristo. Amen.